Baba yetu askofu kama venye hayuko. Bwana asifiwe. Last week Sunday nilikuwa mdhaifu kidogo na nikawa nimeenda hospitali na nikapatikana ni malaria na nikatibiwa. Lakini zaidi ya kutibiwa, nashukuru Mungu kwa sababu ya maombi yenu, maana kuna shindano nipewa na nikaambiwa nirudi na sikurudi. Nikasema maombi ya wapendwa imetosha. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wamejua ni malaria na nikatibiwa na nitakuwa mfupi kwa sababu nataka nipate afya mizuri, ndio siku nyingine nikiwapeleka masaa mawili unasema ni sawa. Lakini saa hizi nitawapeleka kama nusu saa hivi, na msikie tu kile mtasikia, na Bwana atawabariki. Amen. Nataka kufundisha kuhusu maombi, maana nilipokuwa pale nyumbani nikasikia moyo wangu unaniambia kwamba maombi ni ya maana sana, na nikajiuliza ni kwa nini wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu, tufundishe jinsi ya kuomba. Hilo ndio swali yenye wanafunzi wa Yesu waliuliza tu, ile ilikuwa ya kwanza, maana hiyo ndio ingewasaidia katika maisha yao ya Kristo. Sema amen. Bwana asifiwe kanisa. Unajua kuna watu wengi hawajui Mungu wao. Ukiangalia kama Wahindi unakuta kwamba wanaabudu sanamu, wanaabudu ng'ombe, wanaabudu nyoka, wanaabudu chochote kile wanaweza kuweka mbele kuwa kana kwamba ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Na unakuta kwamba katika ile hali kwamba kuna vitu vinafanyika, hiyo ni vizuri, lakini katika katiba ya mbinguni sisi tumeelezwa jinsi ya kufanya. Bwana asifiwe sana. Unakuta hata sio Wahindi peke yake, hata 11 mstari wa kwanza. Maana nani atasomea? Ndugu Osborne. Luka chapter 11 verse 1. Luka chapter 11 verse 1 nasema, ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake akamwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Amen. Hapo tu. Akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumuyaye, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe yule mwovu. Amen. Niko hata hiyo vazi ya kwanza. Biblia inasema kwamba wakati mmoja Yesu akaenda mlimani na wanafunzi wake. Biblia inasema kwamba wakapanda juu kule mlimani na wakaingia katika hali ya maombi. Walipoenda kuomba, wakaomba sana. Nafikiria ikafika wakati mpaka wanafunzi wakaona hiyo inawezekana, kwa sababu Yesu anaendelea kuomba na wao wameishiwa na maneno ya kuzungumza. Mmoja wao alipoangalia hivi akaona hapana, lazima tufundishwe jinsi ya kuweza kuomba. Bwana asifiwe sana. Alipofika
Alipomaliza Yesu kumaliza kuomba, akamwambia tufundishe jinsi tunavyoweza kuomba. Maana waliona pia wanafunzi wa Jona walikuwa wanaomba kabisa. Haleluya. Unajua hata hapa kanisani tunapoambiwa twende mbele za Mungu, utakuta mtu Baba yetu aliye mbinguni, Lord's Prayer. Bwana asifiwe sana. Akawafundisha hiyo. Unajua katika hiyo nitakuja kufundisha siku nyingine, lakini wakati hii nasema hivi, katika hilo sala la Lord's Prayer kuna vipengele vingi sana, unaweza kuomba karibu masaa mawili. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuomba na uombe mpaka usikie kweli umefika mahali penye inatakana ifike. Na pia sio lazima ati ujikaze kabisa kwamba lazima uombe masaa mengi na hauna lengo lenye unaomba. Unaweza kuomba dakika 15 asubuhi, dakika 15 jioni, na tukuite wewe ni prayer warrior. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na pia katika haya maombi tunahitaji kujua kwamba tuna focus kwa kitu kenye tunataka na kwa yule mwenye tunaomba kwake. Bwana asifiwe sana. Tusije tunaomba tu tunapiga tu kana kwamba, kama vile wakati mwingine utakuta watu wanapiga nduru, kwani Mungu amekupiga na kwa maombi. Omba ukifocus. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hatuendi kupigwa na Mungu tunapoenda maombi. Unasikia kai wako mwami wanje Nyasaye, hii yote imetoka wapi Bwana? Umeenda mbele za mfalme, umeenda kumwomba, kwani kuna vita umepigwa kule. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema, wacha tusome katika kitabu cha Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Tuanze hapo verse 5. Matthew chapter 6 from verse 5 inasema, tena msalipo usiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Ili nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani na ukisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini. Baba yako aonaye sirini atakujaza. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo ndio katiba ya maombi ya ufalme wa mbinguni. Sema katiba. Unajua katika kila hali kuna mwelekeo. Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia, unaposali usiwe kama, lakini unaposali fanya hivi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Unaposali usiwe kama Mafarisi, maana wao hujionyesha. Haleluya. Wao hufanya nini? Hujionyesha kana kwamba, yani kwa mambo mengine ni kwamba wanajionyesha jinsi vile walivyo, jinsi vile wanajua kuomba. Bwana asifiwe sana. Lakini wewe unaposali, mstari wa 6 inasema, bali wewe unaposali ingia katika chumba cha ndani. Haleluya. Na ukisha kufunga mlango,
usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aliye sirini atakujazi. Bwana asifiwe sana. Sio ati lazima uende katika nyumba yako ya siri ya ndani. Unaweza kuwa mahali hapa, Bwana asifiwe sana, na uko katika nyumba yako ya siri. Unapoenda mbele za Mungu hapa hivi kanisani, uangalie ati brother Dishon ataniangalia nikiomba. Uko katika nyumba yako ya ndani. Bwana asifiwe sana. Unapoanguka mbele za Mungu, unapoinua mikono yako, hauangalii kwamba ndugu Sande ananiangalia. Hapana, kwa sababu uko ndani ya nyumba yako ya siri. Sema amen. Bwana asifiwe kanisa. First Samuel kuanzia chapter 12. First Samuel chapter 1 verse 12. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Miraya verse 13. Nasema basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli akimdhania kuwa amelewa. Verse 14. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia bali divai yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Hana alikuwa anahitaji, hitaji lake ilikuwa anahitaji mtoto. Bwana asifiwe. Na akaenda kanisani, na alipoenda kanisani, Biblia inasema kwamba akawa anaomba sana sana sana, siku baada nyingine. Siku moja Askofu Eli alipokuwa akitembea kule kanisani, akamwangalia, anashindwa, huyu mama amekuja tu, anakuja hapa kama amelewa. Ikabidi katika verse ya 14 unasikia anamwambia waziwazi, wewe mwanamke, utakuwa unakunywa hii divai ama kile kitakukwaza Kristo ni wakati kama huo. Bwana asifiwe sana. Wewe uko katika magoti, unamwomba Mungu na uko serious katika ile kitu unafanya, na baadaye yule angekusaidia katika maombi anakuja na kuambia wewe mlevi, wewe mama, utakunywa hii divine mpaka lini? Bwana asifiwe sana. Najua kama ni hapa, hiyo ndio itakuwa mwisho wa kanisa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio itakuwa mwisho wa kuingia katika hiyo kanisa. Hata utajali, utatoka katika hiyo maombi. Kama unaenda kujiunga na kanisa lingine, Bishop anasemanga unatoka hii unaenda hapo divai, unasema haleluya, mimi ndio mama fulani na nimejiunga na yeye. Huyu angetoka mahali hapo akiwa na uchungu mwingi, maana ni mambo makubwa sana aliambiwa kwamba utakuwa mlevi mpaka lini, naye anamtafuta Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Angelitoka na kwenda na ndio maana wengi wanakuwa wanatoka na wanaenda. Katika verse ya 15 usikia
Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya uzuri. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za watu. Bwana asifiwe sana. Anamjibu kwa utaratibu, anamwambia hapana Bishop, mimi sijakunywa. Mimi ni mwanamke mwenye niko na huzuni. Mimi ni mtu mwenye namtafuta Mungu. Mimi ni mtu mwenye nahitaji mtoto. Kwa hivyo nimejibwaga mbele za Mungu ili Mungu asikie kilio changu nipate mtoto. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hakuamka na matusi. Bwana asifiwe sana. Kama ni wengine wangeamka hapo na matusi kuonesha kwamba Bishop, mimi ushawahi kuniona nimelewa, ama unaniona nimepiga magoti naomba Mungu, na angeamka na matusi makubwa. Lakini aliamuka na unyenyekevu wote, kwa sababu yuko mbele za Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Amefocus kwa ile kitu yenye alikuwa anahitaji, haifocus kwa mambo mengine. Hataki kusikia sauti kutoka mbali, hataki kusikia sauti kutoka mwingine. Anataka kusikia Mungu atazungumza nini kumuhusu yeye. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana anamjibu vizuri. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Hivyo ndio nahitajika kufanya wakati yenye unaenda mbele za Mungu. Unajua lazima wapendwa, siku hizi uangalie, mwezi hii ninapangia kitu fulani na napiga magoti kwa sababu ya Mungu kunisaidia kwa sababu ya hii kitu. Kama ni nyumba unataka kujenga, lazima uambie mwezi hizi 2 nataka kwenda mbele za Mwenyezi Mungu, na kama ni nyumba, kama atanipea hii ndio mwezi nataka nipatie. Sema amen. Na usiende kwa watu atakwambia kuwaomba mawaidha. Enda sasa kwa Mungu umuombe mawaidha. Anasema usimdhanie mchakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Mwanamke mwenye iko na hekima. Sianze kutoa maneno mabaya, matusi. Sasa hizo unamwambia, unafikiria mimi ni mjinga nikuja kanisani kama nimelewa? Unafikiria mimi ni mjinga ningekaa katika kanisa hiyo siku zote nikilewa ningekujanga hapo ndani? Hakumjibu hivyo. Bwana asifiwe sana. Na hiyo kitendo aliyotenda, hiyo ndio kitendo ilituma apate mtoto Samueli.